Welcome to the Stacy Kama blog. Don't forget to hit subscribe. After analyzing hiyo chai yote ya kina Bishop Ben, nimesoma paragraph yake, nimesikiza MC Chris kutoka jana. After analyzing the entire thing, the bishop and the chairman ni kama hawasikisani. Ni kama Mofam wanaenda kuashana na bishop. Saisi nesaka imejifisha lakini itakuja kujitokeza. I can sense it. Hii mambo yote ya Kaluma, there is a whole drama between Kaluma and the bishop and everything. Lakini the big mountain is that the bishop and Mofam are separating. Jonathan and David wanapigana. Nitajua ni nini, wacha ni investigate, lakini naona kama ni pesa. It's all, money is the father of all evils. So naona kama ni pesa. Anyway, ni maoni tu, si ati ni kitu nimeverify. Now, my question was, mbona muna complain kama familia? What do you need? Mamake Kaluma akaniambia, mimi kwangu nimekuwa nikiteseka, na wakati nilirudi huku kwetu sina hata chakula. Mzee wangu hajaenda hospitali for 6 months, and let me go back to the mzee. Going back to the mzee, hiyo hospitali yote yenye alikuwa wananini huko Jamhuri and everything, Bishop Bon was responsible. Ndiye alitake care of everything. Isitoshe, kuna mtu ambaye aliajiriwa kazi miezi 6 kwa kina Kaluma. Bishop Ben yeye alikuwa anamlipa. It's good to make that clear. Every month ni yeye alikuwa anamuita, every month ni yeye alikuwa anamlipa, I think for 6 months. So that is the information ambao nilikuwa nauliza. The family wananiambia, the mother ananiambia, Mofam ananiambia, Kaluma ananiambia. Nikawauliza Kisiagi iko wapi? Wakasema Kisiagi bado iko, but walipatiwa Kisiagi ambayo iko na nguvu sana. Hata wakiwekewa pale, according to Mofam, what he told me, iko na mota kubwa. So hiyo mota ukienda kusiaga watakuwa wanafanyia KPLC kazi. So ikatulia kwanza. Ile pesa ambayo Mama Kaluma alichangiwa afungue nyumba, hiyo pesa yote ikawekwa kwa mjengo. Biashara, sorry. Hiyo pesa ikachukuliwa ikawekwa ifungue biashara. So hiyo pesa hakupatiwa. Ikawekwa kwa nini? Kwa nyumba. Shule Kaluma atatuelezea, kwa sababu what I know imelipwa na alipelekwa na Bishop Ben, courtesy of Bishop Ben and Waja Nyarari. Hao ndio walimpeleka shule, na hao ndio wali make sure kijana ati shule. By the way, shule imelipwa kila kitu. So Kaluma should explain about that. Now, why am I addressing this? I am addressing this because the family called me, and I called the responsible person, who is Mofam, and the family. I'm not here to backlash anybody. And this is the truth of what I know. And this is what happened. According to them, they are not satisfied ya kwamba hiyo pesa ambayo ilimebaki 3.8 as mentioned, inaweza kuwa imemaliza hiyo nyumba. They don't believe in that. So mimi nikawaambia hivi, we cannot accuse anybody ati amekula pesa. Swings is there, Minister is there. It will be so wrong tukisema Mofam ati alikula hiyo do, Kaluma alikula hiyo do, Bishop Ben alikula hiyo do. Juu unatuambia wao ndio walikuwa wanasema wanafuatilia nyumba. Nataka nijue hivi, hii nyumba tukitafuta mtu ambaye anaitwa, what do we call them? A very neutral person. Architect na engineer. Kuangalia nyumba. Kuangalia nyumba, wenye wanaangaliaga nyumba. Watuambie kama hiyo nyumba inaweza cost value, wakuje hapo waangalie the value zao. Watu ndio mamake Kaluma na familia wafili ya kwamba hii pesa ni kweli ilitumika venye inatahitajika. It would be so wrong to state ama kusema pesa ilikuliwa na huyu na huyu na huyu na huyu. But what I know, kulingana na wao na kulingana na information ambao wamenipatia, ni ya kwamba they are not satisfied. So they know the money is not there.
Haikuwa hivyo. Listen. Nikauliza mamake Kaluma, what do you want? Mama Kaluma akasema, kwanza mimi sina chakula, sina mbele wala nyuma saizi. Hii shamba ambayo niliuzia 1.5 naweza rudishiwa hiyo 1.5 ndio nijipage nayo juu hatuna mbele wala nyuma. Nikauliza Mofam, utamrudishia hii 1.5? Mofam akasema nitamrudishia kama nimeketi tu hapa tu, kama anataka nimrudishie. Nikauliza mamake tena, what else do you want? Akasema juu mimi sina amani huko, hiyo pesa ambayo ilibaki yenye nilichagiwa ikanunua kila kitu sijui 4.5 sijui 5.4 nirudishiwe. Mofam akasema hiyo pesa mimi naweza mrudishia kama nimeketi tu hapa. Kama hapa tu. Hapa akaniambia Chris, kama ni hivyo unataka, hiyo pesa nitarudisha ni kama nimekaa wapi? Nikawaambia no, hakuna pesa inarudishwa. Pesa ni sisi tulichanga. Na leo ndio tumejua pesa ambayo tulichanga. Sawa? Sasa mkirudishiwa hii pesa, make sure mko ready kurudishia Wakenya pesa yao. The only money naweza uliza tu mrudishiwe ni hii shamba, kama haiwasaidii mjipange nayo. So Mofa, mnatusikia? Nawasikia. Thank you so much. Najua imekusumbua lakini pole. Asante. Kaluma, unatusikia? All right. So, let's go to Mofam direct. Mofam, I think you know the whole story. Briefly, unaweza sema Kenya unajua. Kwa majina yangu naitwa Elijah Kamau Njoroge, benye wanijui. Nawashukuru sana TikTokers wenye mlijitolea na mkaaziza hii project ya Karuma, na mlinipatia kazi kama chairman wa kusimamia hiyo familia, na nimewashikilia kwa hiyo muda, na ni familia yenye naiheshimu na nawapenda. Katika safari yetu yenye mliniachia, tuliweza kununua shamba ya ekari 1 na tukaweza kununua plot 1, na kisha mimi nikawanunulia plot ingine. Plot tulikuwa tunanunua 500 na shamba tukanunua 1.5, na plot hiyo ingine tukanunua 500 na mimi nikawanunulia plot 1 ingine ya 500. Kwa hivyo nyumba tukaijenga katika plot 2 na shamba ya kulima tukaiwacha ikiwa kando ndio waweze kuwa wanailima, na wamekuwa wakilima, na wamekuwa hata kitu 3 weeks ago mama yake alifuna yellow beans na tukaweza kuziuza, na akaweza kupokelea pesa around 28,000 kutoka hizo yellow beans zenye alifuna kwa hiyo 1 acre. Tumekuwa na challenge juu pesa zilichangwa na watu wengi walitoa pledges zenye watu walipledge. Hakuna mtu aliweza kufuatilia juu hazikuweza kufuatiliwa na watu wengi hawakutoa. Wale wenye walisema pledges hawakupeana. Yule mtu amepeana pledges peke yake ni mtu wa mabati, na mtu alipeana pledges ya mawe 1,500. Hawa ndio watu wamepeana vitu. Na hiyo nyumba ikijengwa, wakati drawings zilikuwa zinafanywa, tulifanya drawing estimate ya zile watu wamepeana, ndio tukaweza kuona tutaweza jenga hii nyumba size gani na zile vitu watu wamepeana. Imekuwa challenge kubwa juu hakuna mtu alileta kitu isipokuwa hiyo mawe ililetwa 1,500 na mabati. Hizo vitu zingine zote, zile pesa mlichanga zenye ziliwekwa kwa akaunti ya Karuma, zenye zilibaki wakati tulinunua shamba, ndizo tumekuwa tukijenga nazo. Na tulifika pahali tukajenga, hizo pesa zikaisha kwamba
mimi mwenyewe nimeongezea 500 bado ya kujenga, na Bishop akaongezea 500 yake, ndio hiyo nyumba ifikia hapo imefikia. Hiyo nyumba imebakisha tiles na imebakisha rangi. Last week tuliweka stima, tumefanya wiring, tumeweka gypsum. Hiyo nyumba imebakisha tiles na rangi. Sasa ile kitu yenye ni kama ndio imetuleta hapa ni ati familia wamefika pahali wakawa ni kama wamefinyika juu tegemeo lao lilikuwa hizo pesa ziweze kuwabadilishia maisha, na hizo pesa venye watu walikataa kutoa hizo pledges ndizo tumejenga nazo. Sasa wakati imefikia pahali familia wakanikujia wakasema tunastahili tuuze hili shamba ama tuuze zote, nyinyi nipatie pesa, sisi kama familia tuende tukaweke biashara. Nikawaambia biashara mtaweza weka, lakini biashara huwa inawekwa na inaisha. Sasa tukiuza hizi shamba na tuuze nyumba, niwapatie hizi pesa, mimi nitakuja kuambia watu nyumba na shamba zilienda wapi. Juu mtaenda mtumie hizo pesa siishe na mtokee kwa barabara mkiwa na shida mingi kuliko yenye mko nayo kwa saa hii. Nikasema nyinyi mtaenda pahali wale watu walitoa pesa. Juu Kenya kuna sheria yenye inasema watu wakitoa pesa zao either sifanye ile kazi watu wametoa zifanye. Kama hizo pesa hasitafanya hiyo kazi, watu wanastahili kurudishiwa pesa yao. Sio sipatiwanwa kwa mtu mwingine, watu warudishiwe pesa yao. Kwa hivyo nafikiria hapo ndipo tulianza differences. Na ndio tukafikia pahali ya kuita Chris na hawa watu wengine. Tukaweza kukaa chini na kuongelelea ni nini itauzwa ndio nyumba iishe. Juu mimi mwenyewe nimejikaza hata mimi mwenyewe nikafika pahali nikawa mimi naumia. Nikawaambia kama tutaweza pata hata pesa tujenge choo peke yake, hiyo nyumba iwekwe niru, hata iziwekwe hiyo tiles. Hiyo pesa kuna mtu ametuma 96,000 last week tununue tiles. Na 96,000 hiyo ni tiles itaweza toshea sitting bila kuwa na kuweka pahali pengine. Kawambia the 96,000 either tuchimbe choo, alafu hiyo nyumba tutafuta simiti tuweke niro. Muingie. Mkishaingia at least mkae hapo ndani. Mkiwa hapo karibu na kwangu kwa shamba, kitu ya kwanza baba yenu hatakosa chakula. Juu kwangu kwa shamba, kuna chakula, kuna ng'ombe, kuna maziwa. Wakiwa hapo karibu, mimi mwenyewe nitaweza kuwa support. Lakini saa hii wakiwa pahali penye wamekomboa nyumba, support inashinda. Juu hata mama yao kupata means ya kuja kwa shamba yangu achukue vitu yenye wataweza kula ni ngumu. Kwa hivyo nikawaambia, tukawa tunajadiliana. Na ndio tukafikiria na kina Chris na tukapatana na Karuma na mama yao. Na ndio wakatoa hiyo idea ya hiyo nyumba iuzwe ama ile shamba iuzwe. Nikauliza Chris, tukiuza ile shamba, ile shamba ndio tegemeo juu hiyo wakishaingia kwa hiyo nyumba. Ile shamba ndio watakuwa wanastahili kuwa wanalima, wanapata mahindi, wanapata chakula ndio waweze kuzitumia pale nyumbani. Kwa hivyo tukiuza hiyo shamba tuwabakishie nyumba peke yake. Ni kusema mimi mwenyewe kama Mofam ndio nitabakishiwa mzigo wa hawa watu. Juu hawatakuwa na pahali ya kulima. Watakuwa na nyumba, watakuwa na kwa kuishi, lakini watalima wapi? Hakuna kwa kulima. Kwa hivyo nikasimamisha mambo ya kuuza ile shamba. Nikauliza Chris, tutafanya nini? Kwa hivyo mimi Kenya ningeambia Wakenya wenye walijitolea
Uamuzi ni wenyu, na uamuzi make sure mumeamua. Mkiamua hiyo shamba iuzwe, tumalize nyumba, hawa watu hawatakuwa na pahali tena ya kulima, na watakuwa sasa ni mimi mmewachia majukumu na mzigo wa kuwasimama na wao na kuwasaidia. Kwa hivyo yule uamuzi wenye mtaamua leo, hiyo uamuzi ndio itasaidia hii familia, ndio waweze kujisimamia. Juu tukisema tuuze shamba tumalize nyumba, tukitauza shamba tukimaliza nyumba, watakuwa wakikula nini? Mimi nitawasaidia na chakula, ndio shamba yangu iko hapo karibu na maziwa. Mimi hata nitawapea ng'ombe moja iende hapo kwao, hata buzi nitawapatia 10 na kuku nitawapatia 20, waanzie maisha hapo. Lakini hizo zitawasaidia kweli? Hazitawasaidia. Juu mimi nimesema nitawapatia ng'ombe, niwapee buzi 10, niwapee kuku 20, na nitakuwa nikiwapatia chakula hapo kutoka kwa shamba yangu, lakini nitawapea milele. Mimi ni Mofam, nitawapea. Agikuyu maugaga atiri muthinde ubikaga irigu ruciu kungikaga gukorwo Mofam mwehori, andu akwa ni makamahe. Mofam angikorwo ruciu ndagakorwo kuuri, family yo nikaheo ni andu akwa irio matikama. Amesema hivi na Kikuyu, in case Mofam hata waikuwa, watu wake wa Mofam wataimpea, hawatawapea. That's hiyo nimesema kama sasa Mofam sitasema nitakuwa milele, nikose kuwa kesho. Hawa familia yangu watakubali kuwapea hawa chakula? Hawatakubali. Kwa hivyo hiyo shamba ni important kwao, juu hata Mofam awe ama asiwe, hiyo familia itaweza kulima hiyo shamba na wajisaidie. Kwa hivyo ile decision yenye to make decision yenye itaweza simamia hii familia, and tutaiweka per plot 300 na 300. Kwa hivyo zile pesa hata wataweza rudishiwa, sio 1.5, itakuwa 2.4. Hiyo ndio ile pesa wataweza rudishiwa kama mtaweza decide to use, na tutaweza decide hata to use nusu iuzwe hizo protein 300. Hiyo ni 1.2. Hizo 1.2 basi wapatiwe the balance, nusu eka ibaki. Kuhusu title nilikuwa nime process, lakini wakati imeanza kuchipuka mambo ya shamba itaweza uzwa, hapo nika stop. Juu nilikuwa ninataka kujua the owner of the land ni Karuma, ni baba yake ama ni mama yake. I stopped processing the title. Juu title ilikuwa iprocessiwe Karuma na mama yake, na ndio wawili wanataka wauze shamba. Kwa hivyo I stopped na nikasema ninataka kujua ni nani anastahili aandikwe shamba, either ni wote watatu mpaka baba yao. Kwa hivyo mambo ya title mkiconfirm hapa mwenye anastahili kuandikwa title hiyo ya nyumba, within 3 days nitaiproduce hapa, juu documentation zake zote zimeisha. Ile title itaweza kuwa na dray ni ile ya 1 acre. Juu the 1 acre hiyo shamba ilikuwa ya succession, ndio imemaliziwa succession na ilipewa baka grant, na title ndio imetolewa kwa jina ya huyo mzee mwenye alituuzia. Juu hapo mimi mwenyewe niko na shamba ingine ilikuwa imeshikana nayo, the whole land ilikuwa 3 acres. Kwa hivyo the 2 acres nimeziuza 300 per plot, na hizo zimeisha, hata wenyewe wamegojea title. Kwa hivyo hiyo process ya hiyo 1 acre ya title hiyo iko hold. Nafikiria in 2 weeks or 3 weeks or 1 month the 1 acre mukidecide ni nani ataandikwa title, hiyo title nitaiproduce. Kitu ya tatu, wakati Karuma alikosa kuwa anaenda shule, amekuwa hapa Nairobi kwangu.
na nikaambia Bishop, ni sisi tumekuwa tukilipa mtu wa kufanyisha baba yao exercise. Nikaambia Bishop, tunastahili to stop. Badala Kaluma ashidage hapa kwa nyumba, aende arudi kule nyumbani afanyishage baba yake exercise ya kumsungusha, ndio tuache kulipa the 15,000 per month. Ndio hiyo 15,000 itaweza saidia na kumalizia nyumba. Mtu akona swali ingine aniulize. Nataka tu kuuliza tu kwa hiyo pati ya shamba tu kidogo kama unaweza niruhusu. Asante sana, umesema una process titles and that is very good. Swali tu nataka kuuliza, juu hizi shamba zilinunuliwa na nyakati shamba zinanunuliwa kuna kitu inaitwa sales agreement. Kuna sales agreement, na kama kuna sales agreement iko na jina hii familia kina Kaluma, na kama ulikuwa una process title, kuna hiyo process lazima uende kwa board kupata consent. Were they involved kwenda kwa board? Hatujafika kwa consent. Okay, so which means bado mjaanza process title. Process ya title mimi nilikuwa kuiseparate from, ilikuwa shamba kubwa. Nilikuwa na iseparate. Unafanya subdivision. Yes. Sasa subdivision imeisha. Plot ziko peke yake. Plot moja mimi niliwapea free. Kwa hivyo saa hii ziko ready. Mkisema ni nani anastahili kuandikwa kwa title, hiyo within 3 to 4 days title nitaweza produce kwa mwenye. Kuna sales agreement. Sales agreement iko? Sales agreement hakuna. Sales agreement lazima iko because that's a very very important document. Hiyo lazima ikuwe. Sales agreement ndio nimekuambia, mkisema ni nani anastahili kuandikwa kwa title, atapatiana kopi ya ID na PIN. Unaona hakuna venye Nyeri tunafanyaga special board. Haina shida, naelewa special board na normal board. Yes. So hakuna, unaona kabla title liende, the process ya kuweka title kwa jina ya mtu, first of all, hata kabla mnaenda board, your special board, mtaulizwa shamba mnapeana kwa njia gani. Kuna process ya kupeana shamba kuuza na kuna gift. Hii shamba mnapeana through gift ama shamba ilikuwa inauzwa. Na kama inauzwa, there's a document inaitwa sales agreement. Those documents has to be produced before kama ni special board ama normal board. Because that is the only evidence inaonyesha wakina Kaluma walinunua shamba. A title does not show that walinunua shamba because mtu anaweza kuwa na title alipatiwa shamba kama gift. Unaelewa? So he needs to have that sales agreement yenye inaonyesha hii title niko nayo courtesy of kununua shamba ama nilipatiwa shamba kama gift. So that is very important. Sales agreement ya shamba yenye haijatengenezwa ni ile ya shamba ya gift, but the others ziko. Kwa mara ya mwisho hizi shamba yenye mnasema kuna yenye ilinunuliwa sijui 500,000, kwenye ilinunuliwa 1.5 million before anything, the first thing yenye inafaa ianze kabla chochote ifanyike ni sales agreement. Unaelewa? Ya hii 500,000 wanaandikiana, wanika muhuri. Ya hii 1.5 wanaandikiana, kila mtu wanika muhuri na kuna kwa na witnesses. That is a very very important document when it comes to buying land. We cannot do without it. Ndio nimekwambia. Nani alisema agreement? Juu hakuna kitu kama hiyo Mofam ulituambia. Wait, nani? Okay, swim. Kaluma, do you sign agreement with the Mofam about ukibai samba? Did you sign any agreement, Kaluma? Unmute. Agreement tulienda hiyo time, tulienda kwa ofisi yake. Juu mamangu na Irene sasa na dad ndo walikuwa wameandikwa kwa hiyo nini. Nani alikuwa anauza hii samba? Ni Mofam? Ni mimi. Mofam wewe ndio mwenye shamba? Mimi ndio mwenye shamba.
So utole daka nini? So uende wa agreement akina Kaluma, utole agreement alafu mfuatana nini? Unasema aje sasa without agreement? Agreement nimekuambia iko. Yes. Okay. So ya pili. Mimi kuna question nini? Are you aware mtoto wako alipora Kaluma TV? Hiyo ni kitu sitaongelea hapa juu yule kila mtu ako hapo. Chris nilimpigia na niliweza kumwelezea venye ilikuwa. Kwa hivyo hiyo mimi hapa siongelelei. Okay, thank you. Yes. Me tamasafanya mwisho alafu nyamaza swings kidogo tu please. Niruhusu daka 1 minute. 1 minute. Just even 30 seconds, eh? Please, I beg you guys. Chris and Pastor Frank, be ready. Now, Pastor Frank, be ready. Go on, Don. So, Chris and Swings Mauno, this is very, very important. Tafadhalini, can you guys get Kaluma's family a lawyer when it comes to these land matters? Please. Thank you. All right. Now, tuliuliza mambo ya shamba. Maybe Swings, you can talk about that kindly. Awa niulize maswali ndio nini? Kidogo atulali. Kidogo utauliza. Nasema wacha Swings ajibu ya alafu. Sahau. Haya, uliza kwanza. Haya. Mimi niko na different opinion kwa sababu naona tukidrift. So mimi niko na a different mind. First of all, Mofa mjua kwa hapa. Na amesema atapeana sale agreement. Hiyo shamba already kuna dispute saa hii. So kwanza wajue shamba itaandikwa baba yake. Kwa sababu hiyo ndio tulikuwa tumepitisha, si ndio? Ndio alikuwa ameandikwa. So baba aende andikisho hiyo shamba, then Mofa atupatie ultimatum atapata lini hiyo sale agreement as you guys do ile process nyingine ya succession. Lakini Kaluma kuna pali pamoja mimi nitakurunga kidogo. Hapo kwa entitlement kwanza kidogo. Huyu jamaa anaitwa Mofa, mimi hata tujuani sana. Nimemjua juu yako. Hapa kwa hizi shamba ana tukafanya hesabu 1.2 to 1.5 ni 300,000 more, 300 to 500 kama 200 more. So ni kama unasema alikuzia 500 more than what you agreed. Hata ukifanya hesabu unaona 500, naona amekupea shamba ingine bado. Naona kuna vitu mingi sana amekufanyia, alipatia nyumba utawala. So at least ni vizuri pia kukua appreciative sometime kwa sababu huyu jamani ukweli amekusaidia, amekushikilia. Sasa hapo tu kidogo tu kwa sababu this is like a dad to you na amekusaidia. Ile story nyingine ya shule nilikuwa nauliza juu kuna place nilisoma au watu uliwa market cause issue nilikuwa naona ni wewe huku au ku market hawasi. So zile agreement ulikuwa nazo na hiyo shule, did you meet them? Unaona hapo, okay? Tuendelee hapo. Wewe andika hizo, wewe andika hapo hivyo, alafu sasa uendelee because ukimarketia mtu lazima pia uwamarketie. Accountability ya shamba, accountability ya nyumba, hiyo ni given. Hiyo wewe uende mkae chini na Mofa mfanye hesabu ya nyumba ndio ujue tu kama hiyo do yote ilitolewa ilitumika. Na kama hiyo 1 million iliongezewa ina make sense. Thank you XTM. Haya Swings kindly. So mimi nimekuja kujua hizo mambo ya title. Sawa sawa. Nimesikia vibaya Mofa, kuna kitu tulikuuliza mambo ya title na venye umesema hapa si venye ulituambia. Hiyo ndio imefanya nikarudi hapa. Mofa alituambia hata wengine wenye wamebai hawajapata title, sijui kuna shida ya nini na nini. So venye amekuja hapa akaanza kusema mambo ya sijui ati kina Kaluma wako wameamua nani ndo anafaa aandike kwa title. Hiyo kitu ndio imenifanya nikakuja hapa. Hivyo haikuwa venye alituambia. Na mimi napenda kuongea kitu yenye mimi najua. Mauso tunaongea kuhusu shamba mbili tofauti. Kuna plot na kuna shamba. Zote hazina title. So far so good, si ndio? Plot size kuna title. Watu wataweza pata title zao.
ile shamba yenye haijatoka titles ni the 1 acre. The 1 acre haina title. Yes. Thank you. Kama ni hiyo iko, kama ni hivyo wenye ulisema hivyo sawa sawa. Haya, Kaluma endelee. Yes. Swim, I want to ask a very simple question. Mofan, Yes. are you the owner of all this samba ama wewe ni broker? Umejua because kama wewe the owner you can just Safi, Mofam sells land. He has a land company. Maybe you don't know. Oh, sasa now I understand. Now I understand. Okay. Alafu na Kaluma. Next time kuna vitu kutaka kusema because this guy help you a lot. Next time kuna vitu zingine atakuza mmoja kama ulikuja kusema kama una blackmail, which is not good. So pia vitu zingine pia you have to thank you. Unaelewa? Yeah. Kama pesa iliisha unasema tu imeisha, unataka usaidizi. Sio ku blackmail him. Yeah. Now I want to say, nataka kidogo tu munisaidie. Kuna watu nataka ku-up na inakataa ku-expand. Nataka box 10. Box 10 to the end, inakataa box 10. Inawaweka chini 1 2 3 4. Hata hivi zenye tuko tunaweza share tu juu si tushaongea. Tutashare. Juu inakataa. Wacha tukae tu. Na Chris, mimi kuna concern yangu inanisumbua sana. Until now I am not convinced on the reason why Kaluma Boy left school. Sijui kwa nini aliwacha shule. Kwa sababu the reason nimesikia ni kusema ati aliambiliwa 6k per month aki-advertise na maybe hakupewa. I'm wondering, you are given a free scholarship. Unapewa scholarship ya bure hata bila kupatiwa hiyo pocket money. Ukienda nje hakuna pocket money utapewa, you will still have to eat. So I'm still not convinced why somebody, hata kama sipendi Wanja, she's not my cup of tea, but if she's sponsoring you for a diploma course na hii Kenya ya siku hizi, hii Kenya ya leo, why would you choose ati kukosa kuenda juu ya 6,000 a month and you leave the diploma certificate out? If Wanja is listening to you, Kaluma Boy, would you say that you left school because you lacked 6,000 ile ya monthly enye shule haikukulipa? Like other students wako na hiyo privilege, wanapeangwa scholarship, wanalipangwa, wa advertise. Yes, unaweza kuwa na ile walikuanga wananitumia, which also big you up, haupendi kutumiwa. But on that one, ukiweigh options, was it really wise kuacha shule? And is there maybe, would you want to go back? Unajua pia tulisema mtu ufanya mistake na pia anaweza change. Would you want to go back? What would you tell? I don't know. Unajua pia Kaluma Boy, use this chance to speak yourself. Nani amesema kaa ni shamba hata anaweza uza nusu. Pia wewe jiongee, nituruge mahitia maria twikite tugetikira na tukarunga tondu ti wega kwaga guthi cukuru. It is very wrong. Pagu. Thank you. Okay, Githaiga akimaliza kujibu hiyo, I want you to pass the microphone to Pastor Frank kindly. Moderators, unaweza tumutia tu Mofam kindly. I know anaweza kuwa na challenge. Just mute him. Yeah, twende nalo. Chukua Pastor. Pastor Frank, are you there? Yeah, Chris. Tafadhali naomba tu, nimekuweka big screen. Kuna vitu ambazo zimeguzwa kuhusu your bishop. Yes. Na kuna vitu ambazo ungependa kujibu. I believe you are here to present him, right? Not really, but I cannot lack something to say. Okay, sawa. On the same and about what happened and about Kaluma Boy and the family and what in general that we are discussing. First of all, I want to greet everyone, and I have listened to everyone, everything and everyone, and I have been following up also the Kaluma Boy, the story and the thing of compassion and of what have been happening. And Chris, let me say this because I want to be sincere with everyone. And I think this is the time we should seriously think about supporting Baba Kaluma because he is still under medication. And when people came together to show compassion and support him, some of the money that was raised was used for projects. And we can say
because the money that was contributed, it is open. It was 5 point something, as Karuma has said. And when you look at the things they bought the furnitures, they went to hotel, they build a house, they buy a shamba. When you look at those amounts, that money is already finished. We can support his medical care. I believe this would be a good way to make sure that the support goes directly towards Baba Karuma health and well-being, because tutaongea hii mambo yote ya pesa ilienda, na pesa yes tunaona na wanasema kwenye ilienda na yenye imetumika, na kuna watu ambao wamejitolea mpaka saa hii wanawasaidia personally. Kuna watu wanawasaidia, hata wengine tu wanakutana na yeye wanamsaidia. Christian, kuna maswali ulikuwa umeuliza na pia mali safi nilikuwa nimeuliza. I don't know whether Kaluma Boy you would want to take the mic maybe and address an issue or two. Kaluma Boy ndio pia utuaddress kwa tusikose swali yoyote. So unaweza jibu Christian ama okay. Walichukua loan ya kulipa daktari. Walichukua loan ya kulipa daktari. Hata kunipigia nilikuwa nataka kuuliza, hii pesa mlikuwa mnatoka ya mjengo, si ungelipa hiyo daktari kuliko kuchukua loan ulipe na interest? Like, did you have money at the account at that particular time ndio muendee loan? Kusioni haja kuendea loan na mko na pesa mna nini? Aya. MCXTN pia una hang. Tafadhali enda kwa bundles. Toka kwa WhatsApp enda kwa bundles. So Kaluma Boy, tujibu maswali kadhaa. Ya kwanza, aya, tujibu mambo hiyo pesa ya kuloan. Kidogo tu Kaluma Boy, tujibu mambo ya hiyo pesa ya kuloan. Kidogo tu Kaluma. Okay, wacha na Kaluma Boy, tujibu story ya loan na utujibu mambo ya kisiagi na utuambie mambo ya Ibu tafadhali. Bangu hiyo time pesa ya nini ilikuwa imeisha, ilikuwa already imeisha na hiyo construction project, kwa maana hapo na option nyingine na wakaenda wakachukua loan. Sasa after saa Bishop alituma hiyo nini hiyo time, wakaenda waka refund wakalipa. The bishop said that you rejected the free services by Mr. Ibu. Mofam anasema ya kwamba na wewe unasema ya kwamba aliweza kuacha kazi after pesa imeisha, na bishop alisema muli reject the free services of the builder Mr. Ibu. Clear for us. Yeah. Okay. Niambia nitumie Ibu pesa na ninamtumia hizo za nini hiyo construction. Hakuna time tuliwahi mfukuza juu Mofam ni yeye alinipigia. Mofam mwenyewe hata anaweza confirm, ni yeye alinipigia simu after pesa zimeisha, akaniambia Ibu sijui ameacha kazi ama aliniambia ameacha kazi. Sasa tunaendelea project kama sisi mimi Jumofam alinipigia simu. Important. The mother was promised a duka. Tulichanga mpaka stock kwa kanisa. That topic sijaisikia. Pia duka. Thank you. So hiyo time mimi nilikuwa natumia Ibu pesa. After saa pesa imeisha Mofam akanipigia simu akaniambia Ibu ameacha hii project. Sasa tunafaa tuendelee sisi wawili. Lakini hakuna mali tulikataa ati Ibu anaendelea na hiyo project. Hiyo ni uongo kwanza. Yeye ndo aliacha yeye kujitaka. Mimi sijui venye waliongea na maybe na Mofam, but mimi Mofam aliniambia tu Ibu ameacha kazi, tunafaa tuendelee nayo. Alafu mambo ya kazi, after Bishop amesema mama atakewa kazi, ni Dongo na Elias walikuja hadi Chaka, ni Mofam ndo alikuwa aliniambia
wakakuja wakatafuta nyumba huko Chaka na wakasema itengenezwe shelves. Na ikatengenezwa na wakapakisha rangi. Hapana, walipakisha rangi. So after wamepakisha rangi wakaachia hapo. So after tumewapigia tunauliza kama bado hiyo job ya mama inaekwa. Wakatuambia hiyo time hii juu mjengo ikiendelea ile 2 million ya mamangu ndio ilikuwa imebaki. Niliambia Mofam sasa hii 2 million na mamangu alikuwa amesema anaekewa job. Sasa kutaenda aje? Mofam akaniambia juu mchango imeisha nyumba bado haijaisha na hii 2 million inaweza saidia kuulizia nyumba na tuko na shamba tunaweza lima. Hata akasema tumalize nyumba kwanza, tunaweza limanga hiyo shamba inaweza tusustain. Akatuambia hiyo mambo tunaweza nanga kwake kuchukua hiyo food hiyo maybe nyumba ikimalizika hivyo. Lakini hakuna hiyo kazi haikuwa iwekwa. Walikuja tu wakatafuta nyumba wakapakisha rangi lakini haikuwa iwekwa. Hata kisiagi inakwanga bado JCM haijai endelea kuletwa. Bishop alipost, niliona amepost akasema kisiagi bado iko JCM na akacomplain ya kwamba you are becoming a very idle person in utawala. It makes you ask this question again. Kaluma boy, tell us about the school. Hiyo mambo ya shule, clarify because maybe we are not convinced why you left school. Are you planning to go back? Bishop alisema huendangi shule, wewe unatuambia ulikuwa unaruka semester moja, hatuja clarify hapo. Are you going back ama what are your plans with school? Shule nilidefy hii semester juu nilikuwa na factory semi long holiday. Nikasema juu mambo imekuwa ngumu kiasi, maybe naweza acha hii semester na niendelee na next semester hii next month watu wakifungua shule nirudi, but narudi shule kuendelea na shule. Wow, mimi I think okay, Githaiga. I want to make a very clear statement here kidogo tu, kwa sababu mimi niko na uchungu. I'm telling you for free. Hao ni watu ambao wana believe Kenyans wanasimama na wenyewe kwa wenyewe. Na mimi kama ningeulizwa tu, mimi kama MC Chris, kama ningeulizwa kabisa, Kaluma, na mimi nasema hivi, so many things happened, na hata tukilala hapa mpaka asubuhi tutakosa solution. Juu hata wao kuna vitu watakuja hapa wacheze. Kuna information iko nazo mingi sana hapa, na sitaki kwenda huko. Tutakuwa tuna lose focus. Mr. Kivita, nataka tu Kenyans wajue, nataka tu TikTokers wajue, hii ndio pesa tulichanga. Hiyo pesa ulifanya nini nayo? Postia watu hizo vitu, waambie. Saa hizi as we are speaking, dad ni yetu tulikuwa tunasaidia, hako hana usaidizi, hatuko. Secondly, nyumba ndio imesimama. So hiyo nyumba itasimama ama tutafanya nini? Can we pledge with the people ambao waliahidi watatoa hizi do? Si pesa, watatoa hizi material. Nyumba imalizike, muendelee na maisha. You make peace with Mofam. You make peace with Bishop Ben. Kama kuna mtu alikosea aambiwe what happened. And we keep on moving. Kwa sababu, guys, we are not going to dwell on this. We need just to follow the right thing and solve things in the right thing. Hapa tukianza kubishana tu alifanya hivi, hakuna mahali tunaenda, siwadanganyi. You people you know, na mnajua vizuri. You need guidance. Kwanza kuacha nikuambie kitu moja, ulikosea sana kujidisconnect na TikTokers wenye walipiga hii shughuli kwa roho safi. Hatuna shida kwenye ulienda, shida ni ati ulijidisconnect na sisi. Tuko na shida na wenye walikuchukua, juu walituruka, tukakuwa na a lot of issues, wakatuweka nje. And that's the truth. Walituweka nje. Hakuna mtu alikuwa anataka stories zetu, walituweka nje. Saa hizi after so many months ndio tunajua what happened. Saa hizi ndio tunajua pesa zenye zilitolewa.
Saizi ndio tunajua vitu ambazo mnapitia. Saizi ndio tunajua what we need to do. Can we agree right now? Hakuna kitu inaendelea. Nothing is happening. Na wenye walifanya kila kitu tunawavuria kofia. Ndio umeona kwa hii live hakuna mtu ametusiwa. Hakuna mtu ameambiwa nini. Tumekuwa tukiana na ukweli na kila kitu. Saizi tukiuliza nani aliiba TV, haitafanya Baba Karuma apate madawa, afanye nini? Niko watu wamesema Kaluma amekuwa na wasichana, amekuwa kikunywa, amekuwa kifanya nini? Hizo zitafanya nini? I cannot allow this movement to die just because someone is failing somewhere. Mimi kwangu sitakubali. Na mimi kwangu sitakubali. Kama kuna kitu yenye tulifanya na roho yangu yote na roho zetu zote na tukajiambia ya kwamba we must see that dad, we must see everybody going on the right way, we are not going to allow ati tuchezwe juu ya millions of youths, millions of Gen Zs, millions of TikTokers ambao walijitolea in Kenya and abroad. Ati sasa eti nini? Again, wako na haki ya kuuliza pesa yao ilienda wapi. Hauchangii mtu unamwambia kula, alafu utamwambia takunia saa ngapi. They have the right. Mama yake ako na right ya kuuliza. Hata yeye ako na right ya kuuliza. Wamekosea. Sasa saa hizi kitu ambao wanaweza fanya kubwa ni kublackmail watu wengine ndio waonekane wako sawa. Either wako right ama wako wrong. But tutashinda tukijibizana hapa. Tutashinda tukijiuliza nani alifanya amefanya nini. Hakuna pesa. That is one thing that you need to know. Kaluma need to post everything that happened. He need to post pesa ambayo ilichangwa. Ukitoka kwa hii live upostie watu hiyo statement za bank na M-Pesa. Kama kuna watu ulipea pesa useme. Tusishinde hapa tukiharibia watu majina ama tunafanya nini. Kama ni pesa yako ilienda huko ikatumika vibaya, wewe tufuate hiyo kitu, familia yako iridhike, pesa ilitumwa vibaya ama ilitumwa ukweli. And then from there, Askofu Githaiga Zama is saying, we know the way forward. Kama kuna mtu ambaye alipatiana, alisema atapatiana, alete vitu. Wasipoleta, Kaluma waingie kwa hiyo nyuma, waendelee wajenge. Wa move on, wa make peace na Mofam, wa make peace na kila mtu, waenda wakiendangi. Jusa hizi itakuwa mbaya bro. Tutashinda hapa. The misdirection and everything. Itakuwa mbaya bro. Sisi wenyewe tumejua hii story saa hizi. Mimi nimejua 3 weeks ago. What happened? Mimi nilijicut off and the rest of these people that we're seeing here after they approached me. And the reason I'm hosting this, I'm answering a lot of questions, ni kwa sababu walikuja kwangu. Na nilikuwa hapo na mnajua I was the MC na nilifanya hiyo kazi bure na nikatoa pesa yangu 30,000 na nikapeleka gari yangu na ikaharibika na nikatengeneza. Kuna mtu nilitisha pesa? Hakuna. So nataka tujue hivi guys. Akina Swings, Mofam, Don, Kaluma, Extial, Askofu. The only thing that we need here, sincerity and accountability. After there, mimi nauliza hivi na ninasema hivi. Kama kuna mtu wako hapo na unajua unaweza maliza hiyo nyumba, niambie. Kama kuna vitu unaweza patiana hiyo nyumba iishe. Tumebakisha choo, tiles na nini, hizo vitu, hiyo nyumba iishe, waendelee, tusaona hii story, tusonge tukisonga. Tutashinda hapa tukipigana bure ama ni nini? Mic to you guys. Githaiga. Kofu na Swings and then Jiro. I think we should just use half a minute each. Ndio pia watu waweze kuongea. Naona watu huku chini wako na shida. Okay, take the mic. Aya, so much, my brother. So mimi nataka tu kusema hivi, what has brought us here is accountability ya pesa yenye Wakenya walichanga. We've talked about it. So my request is, if you guys can follow up mutujue pesa ya kina Kaluma imepotea wapi, hata kama ni kidogo, those people should be held responsible. Alafu ingine ya pili na ya mwisho ya pili kabla nimalize, thank you so much Mofam for the work that you've done. You're someone that I've met personally and you're a nice guy. So I'm only pleading with you, Mr. Mofam. Tafadhali jaribu kadri uwezavyo so that process ya kupata title ikue swift na wapate muunde sales agreement ikue kwa jina yao and they must obtain the original copy. Alafu ya mwisho Kaluma. Ya Kaluma sasa inaongea na wewe ya mwisho. Kaluma, you also have to appreciate that Mofam amekusaidia. In moving forward, uko na followers karibu almost 900,000.
wakina Mali Safi, wakina Gidaiga, wakina sijui wakina nani wanafanyanga tap tap hapa hivi, they survive. You can also even do tap tap and even eka tiles kwa hiyo nyumba. Tiles sijui ni 300,000 shillings ama 200,000. Wakina Gidaiga wakikuja kukusupport hapa hivi na tap tap, enda unda brands, you'll get money. Hata we Kaluma, Chris sijui kumbona tuko na stress ya kumaliza hiyo nyumba. Our main focus should be baba Kaluma, yuko sawa. Hii nyumba hata Kaluma mwenye anaweza maliza na tap tap hapa hivi TikTok. Thank you very much. Wacha mimi nishuke nipate mwingine box. Auka, karibu sana. Microphone yako mkuu. If you are not ready. Thanks so much. There has been a tendency on this platform for a very long time. I've never seen a successful support on this platform yenye aija after sometimes zinarudi tu zina backfire nini. Going down the history lane, we contributed millions of money for anaitwa Ajibudoi. After sometimes pesa imeisha mara nini like story mingi tu. So I think people are really taking advantage of this platform. Either wanatumia pesa vibaya ama wakishapata pesa maisha yao inabadilika, then they come back here again to sympathize wow, yeah, without questioning wamepeleka pesa wapi. You know, so Chris, even before we do anything else, this guy Kaluma inafaa tulete marishiti kwanza transaction history. Hii pesa ilitoka hapa ikaenda hapa, hizo account zote, because otherwise we will be entertaining same old thing again. Leo ni mtu mwingine, kesho tunachangia mtu mwingine, after some few times anarudi tena ni pesa mlichanga imeisha. Man, 5.4 million whatever was tulichanga hapa, that's a lot of money. Yenye ukisikia ati 3 bedroom haijamalizwa kujengwa, it's just crazy. So Chris, Gidaiga, Swings, let us start with accountability. Watu wenye wali promise vitu, materials and all that, even before we go to them, this guy should give us a breakdown. How did they use this money? Kama ni Kaluma aliingia sherehe, akapiga sherehe, tujue okay, tarehe hii alilipa Quiver 200,000. Kama ni sherehe ni hivyo, tujue okay, huyu alitumia huku. But otherwise, we'll be doing the same mistake each and every time. Tuna support from the bottom of our hearts, wanaenda wanatumia pesa vibaya, after a few days wanarudi, tunalia tena, pesa hivi. Saizi nilisikia alipata scholarship, anasema ati amedefer. Buda, kuna watu wanataka tu hiyo scholarship, ati umedefer semester ndio try scholarship. Si ati umedefer ati unatafuta fee. Uko na full scholarship, kazi yako ni kwenda pale shule, attend shule, unasoma, una graduate, unarudi unafanya shughuli zako. Wewe una defer na uko na scholarship. That tells you how, I don't know, for the lack of a better word to describe it, it likes you are a joker, you are not serious, or you don't care. You know, kuna watu wengi wanataka tu hiyo opportunity yenye ulipewa. So mimi naweza kukuadvise hivi, rudi shule buda, piga shughuli, soma. Soma. Na ukae chini, kama wewe ndio ulikuwa in charge ama mtu mwenye alikuwa in charge ya hizo pesa, Swings na Chris na Waminia, mnaweza fuatilia hizi pesa, tujue zilienda wapi. Hata kama tunakuja kumsupport baadaye, tujue this is where the money went to, hivi ndio ilitumika. Hata kama una mobilize watu tena wa show up kumsupport, at least tumeridhika na nini, na accountability. But hatuwezi support tena without seeing the record. How was that money used? Otherwise, thank you. Thank you. That is Auka. Thank you for your maoni. I hope Kaluma boy Chris wote. Gidaiga, Yes. ningetaka kuongea kidogo. Ongea Mofam. Niseme katika shule ile Kaluma alikuwa anasomea. Tungetaka kusikia bado on their side why Kaluma alikosea kwenda shule. Juu tumesikia on Kaluma side kwamba ati alikataa juu ya hii na hii, ama hawakumfanyia hii na hii. Kaluma, as a father, I want to give you advice. Kaluma, watu walijitolea kama Wakenya wakusaidie.
Ile kitu advice nitaweza kukuambia saa hii, kuwa mtu wa kujituma. Karuma, kama wewe ni mtu wa kujituma, kwangu kama Mofam kuna kazi mingi sana. Kazi mingi yenye utaweza fanya na usapoti hata wazazi wako. Lakini Karuma, kutoka hata ukatae kwenda shule, umekuwa ukikaa kwa nyumba until nimedecide nikurudishe kwa wazazi wako. Ndio ukiamka unaona baba yako yale anapitia, ndio hiyo mind yako ya kuingia comfort zone kwanza itoke. Mimi hata nikiendelea hapa kuongea nifikirie hata mambo nitaweza toa pesa yangu tena kwa mfuko. Siwezi toa pesa yangu kwa mfuko ndio nikisaidie Karuma. Nitaweza toa pesa yangu kwa mfuko tena ni make sure baba ya Karuma anaendelea vizuri. Na diposa nikaomba, niliweza kuelezea kina Chris. Mimi ni mtu mwenye nilikuwa nafanya biashara yangu inaenda vizuri, lakini vita hizi za Strait of Hormuz, mimi ni mtu natuma mizigo zangu na Mary Avocado. Lakini vita za Strait of Hormuz na Red Sea nimeweza kupoteza like 1 billion. Kwa hivyo kazi yangu ikaenda chini. Hiyo nyumba ningekuwa nimeimaliza peke yangu. Biashara yangu ikaenda chini. Kwa hivyo hata hiyo nyumba ningeimaliza peke yangu. Nimejaribu hata kuongea na marafiki juu this family, hata Karuma aongee vibaya hapa kunihusu. Hii ni familia niliweka kwa roho yangu, na ningetaka kuona hii familia imesaidika. Na nikasema kama baba yao tu ataweza watu wasaidie, ama kina Karuma tu wakubali. Hata nilikuwa nimeambia Bishop hivyo, hiyo nyumba hata kama sio Niro, the 96,000 zenye tumepewa juice na Samata iwekwe Niro, hiyo nyumba yote, na iwekwe Red Dockside. Turudi tutafute choo, wakuje waingie. Wakishaingia hapo kwangu kuna ng'ombe. Maybe pahali wako wanasafa juu kila kitu lazima wanunue. Hapo kwangu kuna ng'ombe. I will guarantee maziwa watapata. Kuna shamba. I will guarantee baba yao watakula chakula healthy mpaka apate kurudisha afya. Kwa hivyo mimi ile maombi tu ningeomba kama TikTokers, muongereshe wale watu walifanya pledges. Juu is very shameful. Watu wengi sana wali pledge hizo vitu, hata cement, hata hizo tiles. Either muongereshe walete hizo vitu tumalize nyumba. Juu hizo vitu zote watu walikuwa wamepledge. Na kuna wale watu walikuwa wanaandika hiyo record. Watupatie hizo vitu tuende tumalize nyumba. Juu kama hii familia ingekuwa kwa ile nyumba, nafikiria kwa hii hatungekuwa saa hii hapa usiku tukiongelelea watu tulichangia. Watu wanastahili kuwa kwao. Ule mkono unakulisha. Ameamua kutupa watu chini ya pasi, na ni ile kitu alikuwa anapata usaidizi. Kitu cha tatu, Mofam, mzee, uko na roho ya kusaidia. Usiwache sababu ya huyo kijana. Mzee bado anahitaji usaidizi. Huyo mzee tena, kama ni uwezo, hizo vitu ni zake, sio za huyo kijana, sio za mama. Kama ni title iandikwe kwa jina ya mzee.
Mambo ya kusema ati uingize hiyo majina yao hapo, hawa watauza wawache huyo mzee kiwanjani akikufa bure. Kwa hivyo nashukuru Wakenya mko na roho, na hawa watu wenye wanasaidiwa wasiwe na entitlement, sababu sasa wameamua ni haki yao kusaidiwa. Hiyo kitu wakiwacha, mazee wa Kenya wataenda mbali. Wakenya ni watu wa kusaidia. Wakenya wanakimbilia mtu wao mzuri sana. Kwa hivyo nawaomba jamii, msiwache huyo mzee aumie. Na Pastor Pen ni mtu wa kusaidia. Mimi mwenyewe simchui personally, but nimeona mara mingi akisaidia. Kwa hivyo kijana, urudi uombe hao watu wote msamaha, urudi shule, usome, umalize shule yako. Mambo ya tap kama ni tap inakuambia utoke shule, wewe utapotea. Msasi, niko na kijana lika yako. Kwa hivyo sioni mzuri nikiona kijana akienda kinyume na ile kitu anafaa kufanya. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Asante. Napenda venye tunamuongelesha. I hope anasikia, and then he will atajua. Jiro Alex alafu Kaluma Boy will speak maybe a word. Thank you very much. Mine is to tell Kaluma, sisi ni mandugu zako na madada zako. Kindly usituaibishe huko nje. Go back to school, get a life. Hii mambo ya tap the screen, una relax, itakumess. Another thing, dad anafaa apatiwe insurance cover. If maybe hiyo pesa alinunua TV 80,000 or 70, ingekea dad insurance cover. Hatungekuwa hapa tukisema dad haendi therapy, haendi hospitali. So let's say kama kuna pesa imebakia balance, si dad kwanza apatiwe insurance cover. At least we are assured that dad hatapata shida hapa mbele. Kaluma Boy, your dad, as much as he's sick, always respect him, and the dad is the head of the family. Akuwe msik, akuwe na nguvu, akuwe na nini, hata Biblia inasema the father is the head of the family. As a boy, I know you have a brother, you have a sister. Respect dad. Dad ndio anafaa andikwe hiyo mali. Dad ndio ako na baraka. Ukisema mama andikwe, dad akukasa ama akose kukubless, utaenda aje? Always seek the blessings of your dad. So mimi hata mkiseme nini au nini, dad should be the sole owner of that land. Dad ndio atajua, na dad akiwa na hiyo mali, yeye ndio atagawia watoto wake, which is a blessing. Sasa mamake asiandikwe ama Kaluma, but respect dad. Asikuwe tu hiyo situation ya kitanda. Ndio maana mnasema Kaluma, mnazoona ati baba yako hayuko poa, but he is the head of that family. Again, you have a sister. Simjitume hata nyinyi wenyewe. We did our part. Hata nyinyi tutumeni kidogo Kaluma. The other families huko nje pia tungependa kusaidia. Kesho Kaluma, kesho kutwa Kaluma. Kaluma hata wewe mahali huko tu. As a young man. Sherehe imekuwa MC Christian, Kirubi, MC Chris wanapiga sherehe, but kuna majukumu. Usione tu unapiga sherehe ufanane na yeye. Hujui ile anafanya. Leo unataka upige sherehe kama unaipiga na hauna kitu cha kukusustain. So kazi yako ni unaenda unapiga sherehe, ikikulemea unakuja kusema pesa imeisha. Building a house, it costs millions of shillings. As much as tunasema affordability, hiyo pesa inaweza kuwa imeisha kwa hiyo mjengo. Lakini ni input gani umeleta kwa hiyo nyumba? Kama Kaluma umefanya tap the screen, hata nunua rangi lita 2 ndio feel how building a house is. Don't relax my brother, na urudi shule. Watu wanaangalia hiyo opportunity. Nitapata wapi scholarship? I'm doing my masters and I pay over 200,000. Gena nikapata opportunity ya semester moja, nitashukuru. Kaluma umepata a lifetime chance. Get a certificate. Mahali tunaelekea kama una certificate na ujitumi, hautaenda mahali. And all in all, Kaluma, we love you. We want all the best for you. With that, be okay. And here's to the insurance. Kindly MC Chris Kirubi, jirani yangu, next year dada akipata insurance hatutakuwa hapa. Asanteni.
Oh, thank you brother. Swings Mauno, Frank Mesh, na Kaluma Boy, any of you can take the mic. Mwenye anataka kuongea. Swings ama Kaluma. Yes, Kaluma you can go first, alafu Swings na Frank wataku. Okay. So about nini hiyo mambo ya title, hiyo title ilikuwa imeandikwa Kaluma, me I'm not going there. Mofam amesema mambo ya title atashughulikia na tumesikia. So it's up to Mofam. Kidogo tu. Nataka Mofam juu ameongea story ya title na amesema atashughulikia, mjue ni nani ataandikwa kwa hiyo title. Hiyo title Mofam asiposhughulikia utatuambia. Saa hizi nataka utuambie unataka the way forward. Juu tutashinda back and forth. Nilikuwa nataka kuclarify ilikuwa imeandikwa tu nani dad na mom. It's okay Kaluma. Now whatever Chris is saying is very important. It's fine. And nobody is blaming you Kaluma. Siku kusomea tunakusomea. Now we want to have a way forward. We have spoken kabisa over and over. We want to have a way forward ndio tuweze kukua na conclusion. Kaluma Boy, I want you to prepare what you want us to, what you would propose us to do, what you want to say, maybe mambo ya shule na nini. People really want to hear you speak about all those things. So you prepare yourself, no pressure. Na pia atukulimit, you are very ready to speak. You can speak anything. In the meantime, juu tunamalizia guys wenye wanapanda, tusirudi kule tumetoka, tafadhali. Tukitoa point, tutoe point, tukienda mbele, ndio tuende tukifika Gashubiri. Francis Wagoko, Frank Mesh, the new people, you can speak. Take a mic. Sawa, habari zenyu nyote. Nauga jokea ha. Na nikuje niongee. Nimeona tumekuwa tukichanga kila pahari. Nimechanga, I think hakuna pahari sichangangi. Reason being, I believe there is blessing through compassion. Tulikuwa na kesi ambazo zimepita mingi. Na tukiangalia so far, hakuna yenye imeleta mazao hata moja. So for me, what I want to say is this. MC Chris, MC Estian, Githaiga, Swiss Mauno, na ule mwingine ambaye ako hapa. You should now from today mtuambie kama hizi pesa zitakuwa zinatoka, mtengeneze committee, muwe mnalani pesa nyinyi wenyewe, tunapata solution baadaye. Reason being, tukiangalia kesi kama hapa venye tunafuatilia, tunaongea kuhusu nyumba ambao ya kina Karuma. Na mkiangalia hata picha zenye zinapostiwa, hiyo nyumba si moja, ni nyumba mingi ambazo zimeshikana. Tukiuliza Karuma about their accountability, hana hata yeye mwenyewe. So, tukijaribu kufuatilia tutashinda tukirudi nyuma. So, the best thing now to do is this. Kabla tufikirie venye hiyo nyumba itatengenezwa, kabla tufikirie venye baba Karuma ataendelea kutibiwa, ni tujue kutoka saa hii, wale watu wenye watakuwa natumiwa pesa, you come up with a committee ya TikTok because you are movement. You come up with a committee ambao tutakuwa tunauliza maswali, tukitoa pesa ni akina nani tutauliza maswali. Because right now ni kuchafuriana tu majina. Mimi nitachafua, mwingine atachafua na mwingine atachafua na tutasaidiana. Tukiangalia zile stories zote ambazo tumeangalia kutoka hizo kesi za objection my honor, we can't contribute again na tujue za kwanza zilienda wapi. I'm not talking about skiza askofu. I'm not talking about the Karuma. I'm talking about the, unajua tutaendelea kuchanga. Sasa sasa kuna mwenye tunachangia kona kansa. Tutaendelea kuchanga. How sure are we? Kesho tutakuja kesi nyingine hapa ya kansa. Kama tungeangalia ile kesi ya Sheila ya kwanza, sasa tungekuwa na kesi kama hii. That's why we are saying we are solving a problem, tunataka kutafuta solution ya mwisho, because hata sasa tukianza kusema accountability, mwende alete receipt ya mawe ya pesa expensive, tutaanza kusema si watu wote wataamini. Tutasema hii mawe itokangi hii pesa, mwingine atasema mchanga itokangi hii pesa. So accountability itatusaidia for now. So what we are trying to say is this: from today henceforth, kutoka hapa na kutoka kwa hii life ya leo, hii next time tusiharibu mtu kama Mofa roho, tusiharibu mtu kama Bishop, tusiharibu mtu kama Chris.
tutoke na committee wenye watakuwa wana govern pesa zikitolewa, na itatoka hapa wenye watakuwa na govern pesa zikitolewa, ili tukikosea, kama ni Chris amekosea, tunachapa Chris yeye mwenyewe, because kwenye tunaelekea saa hii goja MC, kwenye tunaelekea saa hii, kesho tunapoongea, hata leo kuna mtu anaweza jitolea aseme juu nimesikia hii kesi, wacha hiyo nyumba iende ikawekwa simit. Ni nani ata organize? Ni hao mafundi bado tutasema wanaiba? Hawatafanya. Tutasema mwingine apeleke hospitali, ni nani atampeleka? Hatafanyika. So baadaye tushinde, because we are movement. We are movement na tunaenda mbali. Na tuko hapa tusaidiane sisi wenyewe wote. Let us come up with a committee ambao tutakuwa tunauliza accountability, wanatuonyesha statement, wanatuonyesha receipt, ili watu wajue kuna watu wenye tutakuwa tunauliza kwenye pesa zinaenda. Because hii yenye tuko hapa saa hii ni kuchafuriana tu majina. Hakuna kitu tunasaidia. Kama venye msikilizi amesema saa hii, tutaongea leo, kesho bloggers wana record kesho, waende wachafuria mtu mwingine roho. So kama Mofam amesema atasaidia kesho akitusiwa mambo yako inaharibika. So from today let us ask ourselves, na hiyo ndio swali yenye tutaulizana saa hii. What is the way forward? And the way forward is this. Among these people ambao wanaletanga wenye tunasikiza, tunatumia platform ya mskris, akinitumia message ni contribute ninatoa. Githaiga akiniambia ninatoa. Swiss Mauno akiniambia ninatoa pesa yangu bila kujua nani inasaidia. Estian ninatoa pesa yangu kama birthday zenyu tunafanyanga na zinasimama. Wewe Chris, birthday yako pesa yako ishaipotea? Haijaipotea because you have a committee. MC Estian pesa yako ishaipotea kwa na birthday? Hainanga because you have a committee. Why are you allowing hizi pesa tukitoa tunapatia mtu kama Karuma? Niliona watu wengine wakisema yeye ni mtoto. Sikatai ni mtoto. Lakini mbona tunaallow tukimpatia pesa tunakuja kumuuliza maswali na nini alitoa pesa na raha zake zikaharibika vibaya? So from today henceforth, and the reality is here. Na hata tukisaidia na tukitaka kusaidika, that is the way to go. About the issue ya kama saa hii kwenye ninakaa MCS 10, unajua kwangu ninunua i plot 7 years ago. I don't have a title but I stay. Na inajua inafanyika. So the issue of title na venye ataandikwa, that is not the problem. The problem ni kuulizana what is the way forward from here. MC Estian, Chris, kama utaendelea kutuitisha pesa, kama mimi kama Francis, mimi sitaitoa pesa yenye haina committee. Sitawahi. Nitakuwa nauliza pesa na kuuliza nani committee, who are the committee of this contribution. Nikiona kuna committee, hapo ndipo tutatoa pesa na tutamobilize na tutasaidia. Hata sasa hiyo nyumba yenye imebakia kutoka sasa MC Estian, kesho endeni mfanye evaluation. Mjue kwenye nyumba imefika. Mkuje mtuambie tumeona nyumba inahitaji hii pesa ili imalizike. Na hii ndio committee yenye itakuwa. So, yes. Wewe negena ni dakika yako nataka uirimeti. Ndio maana nakwambia Githaiga, ndio nimekumalizia na malizia na deda audio komia goko. Yeah, maliza ndio maana malizia. So what I'm saying is this, from today tafadhalini, kesho Chris, kama una mafuta useme tukuweke. Swin, kama una mafuta mseme tuwaweke. Githaiga na uingie kwa hiyo gari na MC Estian na Papa Mofam kama atapatikana, muende evaluation kwa hiyo nyumba na muingie live. Mtuambie mmefanya evaluation, muangalie what is required to be done. Kama nyumba itafanywa rumu 2, goja rekade kia Githaiga. Dikelelia Githaiga. Kama nyumba imebakisha rumu 2 imalizike, wakae kwa hizo rumu 2, zimaliziwe hizo rumu 2, wakae hizo rumu 2. Ikiwezekana mtu endelee. Another hiyo issue ni mambo ingine ya Karuma. Karuma nilikuongelesha hadi nilikuwa kwa gari. Na nikakwambia Karuma, wachana na mambo na simu, kwanza maliza kusoma, hizo vitu zingine utafanya. Uliniambiaje wewe uko na maisha yako? Wewe kila Frank wewe gokweno. Okay. Can I speak? Can I respond? Githaiga. Can I respond? Yes. Okay. Nani ajamute? Mimi sina shida na committee ama kila kitu ambayo inaongelelewa. You have made a very important point ambayo watu ambao wanashughulika na wanaulizwa maswali. But have my points. Watu ambao tunachangia, it is a must for them to give accountability. Why? Kwa sababu tuliwapatia kitu ambayo hawana. Hawakuwa na mbele wala nyuma. They had nothing
Those are the people that are supposed to give accountability. Don't take advantage of people who give 1 bob, 2 bob, 3 bob. Na mtanikubalia tu kwa heshima. Githaiga, nikubalie tu kwa heshima. Kwa heshima tu. What am I talking about? Just a minute. Watch I load. Tukiongea mambo ya kamiti na watu ambao wako responsible, this is where you crucify some of us. And I will speak on behalf of me. The last person nilichangia ni ule kijana wa Machakos, Kenyans for Kenyans. But before him tulikuwa na Mama Gift. Wakati story ya Mama Gift ilikuja, watu wengine wakakuwa nyuma ya Mama Gift wakamuadvise, mpaka wakanitumia picha ambazo ni fake. Nilisurubiwa peke yangu. Peke yangu. December. Na kutoka December mimi sijaisaidia mtu. Uliza Swings. Tuliambiana na Swings, hii story tuachane nayo. Juu nilitusiwa na nikaharibiwa jina kwa sababu ya kusaidia mtoto ambaye nilikuwa nataka asaidike. Juu kuna watu walikuwa nyuma wakajifanya, wakaongea vitu mingi ambazo hazikuwa. Mpaka huyo mama akadivisiwa, akanitumia picha ya mtoto ambaye sijui alikuwa Bangladesh, sijui wapi, ambaye si mtoto wake, just because of money. What am I trying to say? Kama unachangiwa na watu, wewe kuwa responsible, ujue ya kwamba you owe people an accountability. Don't twist utumie Chris ama mtu mwingine juu alitumika platform yake, ati wewe ati sasa you can use Chris to get money. Ati unaweza fix Chris watu waone kama ni mkora ndio upate do. This is what we collected and this is how we used our money. And this, hata ubaki na balance ya 70 million yako tulikusaidia, but ulifanya nini na pesa? Lakini mambo ya kamiti hiyo mimi nayo sitakubali. Sitakubali kwa sababu mutaniweka kwa fix ya mtu ambaye anapokea pesa, ni yeye anatumiwa, alafu mnataka mimi nipatiane accountability ya hiyo pesa. Wewe ukitumiwa do, ujue hizi pesa haukuwa nazo. Haukuwa na mbele wala nyuma. Watu ndio walitoa pesa, wewe kuja uambie mlinipea shilingi 5. Hii shilingi 5, shilingi 1 nilifanyia hivi. Shilingi 2 zikaenda hapa, tukabaki na shilingi 3. Hizi shilingi 3 si zetu, tulikupea. Enda, ukitaka kwenda Mombasa, ukitaka kwenda kunywa bangi, ukitaka kuchukua wasichana, hiyo pesa tulikupea na roho yetu. But the purpose of the money tushapata. Saizi as we are speaking, kuna mtu amenitumia message akaniambia, hiyo nyumba ya Kaluma Boy nitaweka tile zote. Bora Kaluma Boy akuje aniambie nitakufanyia advert. Sasa shida iko wapi? Na wengine bado wanakuja. But mimi sitafanya ufala. Makofi. Mwambie Sitafanya inaeka wapi? Sitafanya hiyo ufala ya kubeba mzigo ya mtu kama hapatiani accountability. And after this live, Kaluma Boy, I want you to collect all the details concerning the accounts of money. Accounts of money ambayo watu walichanga, venye ilitumiwa, wapostie waone. History ingine haitaleta shangwe. Bado hata tujafika kwa CCTV, ati kwenye sijuru kuona kuja na nani na nani na nani, ukifanya nini na nini na nini. Anyway, unaweza leta madem, juu hatutaki ukule ng'ombe ama buzi. But what I'm saying is the purpose of where we belong and what we did and where we and why we did it, it should prevail. It is a lesson to anybody mwenye atakuja kusaidiwa hata next akuja tuambie hii pesa ilitumika hivi na hivi na ikabaki hii, hatutakuitisha, hiyo ni yako. Letea watu bank transaction, letea watu M-Pesa transaction, wajue kenye iliendelea, ndio tuache kusurubisha watu ambao walikusaidia na wamesaidia watu na roho moja tunatusiwa. Swings, ule jamaa tulipatana na yeye alituambia aje, mlilipwa ngapi kwa Kaluma?
Unakumbuka tukikupatana na yeye mumekula soft and we received nothing. Uliza huyu Kaluma kama ashaininunulia hivi hata yogurt ya 100 hajawahi. Hata message ya kuniambia thank you for what you did. Kaluma amekuja kuniambia thank you jana tukiwa meeting juzi. Tukiwa juzi ndio Kaluma amekuja kuniambia thank you for what you did for me. Hajawahi. Mpaka aliniita akaita mamake akaniambia kuja hapa Chris, kuja hapa Swin. Kenye mulifanya kwa maisha yangu. Ako hapa. Aseme kama niongee ukweli ama uongo. Kaluma aliniita hapa akaniambia ni aje bro. Mimi am so sorry. Na nimesema asante kwa kitu ambacho mlifanyia. Huyu jamaa hata sweet peremende hivi mimi sijaipokea kutoka kwao. Mimi mwenyewe kama watu wanarudishiwa pesa, mimi naweza rudishiwa pesa yangu yenye nitoa 30,000 na zingine. Me I don't want those things. Mimi sitaki hizo stories zote. Tukifocus na Kaluma na mamake na sister yake na kila mtu, tuta lose aviation. Hatutapaa. Na hakuna mtu anachanga pesa yoyote. Na hakuna mtu ameambiwa kuja hapa atoe pesa yoyote. Mimi nimesema hivi, tunaweza kuwa tulifanya makosa ama tunaweza kuwa tulikuwa tuna learn. It happens both way. What is the way forward from now henceforth? Kuanzia saa hizi tunaenda wapi? Tuongelee hiyo kitu. Ni nini tutafanya kuanzia saa hizi? Swings. So, first of all, thank you so much Kenyans, tunawaitanga na mnakuja. Na si ati mko na mingi, ni juu ya huruma zenyu na mnajua venye mtu ufeel kama hana. Sisi wote tulikuja pamoja juu ya baba ya Kaluma. Na mkatoa kenye mulitoa, mwenye alitoa kitu yoyote ulitoa, Mungu akubariki mara 100. Mofam, thank you so much, umekuwa na hii familia. Sisi hatukuwa tunajua kitu inaendelea because walitulenga sisi wote after tumetoka kwa church. Walitulenga sisi wote. Nilikuwa napigia Kaluma boy hivi simu hawezi shika. Sijui what happened, sitaki hata kujua. Mimi ilikuwa haja yangu ilikuwa ni baba ya umse ya kuefiti. Ajitembeze mwenyewe. So kitu nataka kukuambia saa hii Kaluma boy, tunataka statement ya do yote yenye venye iliingia na venye ilitoka. Haya, kitu ingine, shule ulipewa scholarship, tunataka urudi shule. Hautaki kujua ni nini unakosa kwanza, rudi umalize. Ukishamaliza utajua ulikuwa unakosa nini after umemaliza. Because ulishaambiwa uende na hakuna kitu unaitisha ukiwa pale ndani. Sawa sawa hadi hapo. Haya, kitu ingine, from now onwards hakuna mtu atachanga hata shilingi. Kama ni umse wa tiles amesema hizo tiles atapeana upige advert, tutakupeleka hadi hapo, utapiga advert. You'll do it. Lakini lazima nyumba ya mzae iishe, mzae abaki akiwa sawa. Mimi haja yangu, mimi mkiniuliza mimi, nilikuwa nataka nione mzae akismile. Siku tulienda kwa kina Kaluma hivi, nilienda nikaangalia baba ya Kaluma hivi nikasema Mungu wangu. Yaani huyu mzae ndo amefanya hao watu wote wakuja hapa. Hivyo venye niliangalia tu mzae venye alikuwa anafurahia hiyo siku, nataka afurahie maisha yake yote. Sasa hii najua mahali yako, hajui pesa yenye ilichangwa ilienda wapi, hata hayuko sure, hajui nyumba hata inakaa aje. Yeye hako tu. Sawa sawa. So Kaluma by kesho, wanya nikupatie leo ni lini? Before hii wiki iishe, Wakenya wakuu washajua pesa walitoa iliingia. Si wiki, kesho. By kesho jioni, basi. By kesho jioni Wakenya wakuu wameshajua pesa iliingia hivi, ilitoka hivi. Sawa sawa. From there sasa tutajua nyumba itaisha aje. God willing nyumba lazima iishe. Mimi nataka tu kuona mzae yako sawa. Hivyo tu, yani hakuna kitu kingine nataka. Lakini ya advert ya tiles ishatoka na lazima utaipiga. Haizi edit, tunataka ya bank na ya M-Pesa. Huwezi edit. Tunaitaka. Either way tutaiendea na wewe. Lazima tuzitoe zote. Wakenya waone ukweli venye iko. Sila, unadhani ati ni rahisi wewe kuambia watu kujeni na wanakuja? Si rahisi. Hawa si wako na vitu zao wanafanya. Kuna watu wanateseka hata kuliko. Bro, kuna watu wanaumia lakini
wanaona chance yangu ijafika ya kusaidiwa na niko na 100, wacha nichangie huyu msee mwenye anachangiwa saa hii, because siku yangu pia ikifika nitahitaji hii 100 na nitaekewa na msee mwingine. So tusichukulia Wakenya ni kama ni wajinga. Na mlifanya hii kitu ikadedi, by the way. Hii kitu venye the moment niweza kuona watu wanadragiwa. Mtu unasikia MC Chris ati alipost picha ya uongo, ni pesa wanakula. Nilisikia vibaya. Nikaambia Chris ni aje, wacha kwanza tukate hii kitu kabisa, wacha kwanza itulie. Juu hizi ni vitu zingine zenye hata mfai kuweke. Ni msee anajipigia kazi yake. Anakuja anapiga hapo, ana hype nyinyi wase, mnafurahia, mnatoa hiyo 100. So tusichukulie Wakenya ni kama ni wajinga. Sawa sawa? So wewe venye ulienda ukatukat off, hiyo sio shida yangu. Mimi hata venye ulinikat off nilijua mzae wako ataishi kunikumbuka. Mimi sikuwa na shida na nyinyi, sinanga shida kabisa. Sinanga shida na nyinyi. Venye mulikataa kutuchukulia simu, nilisema ni sawa. Na juzi Chris unakumbuka nikikwambia mimi sitaki kukuja mahali Kaluma yako. Ni Chris ndo alinibembeleza. Aliniambia ni aje? Wewe kuja tu ni kama kuna noma. So venye nilisikia ni noma iko ndo nikakubali singekuja. Lakini nikakumbuka pia wewe ni mtoto mdogo. Bado waka ni katoto. So unaweza kuwa kaliambiwa ni aje, wewe ni celeb. Hakunanga celeb kwa hii dunia, mtu asikudanganye. Celeb ni akina Cristiano wenye unauliza hadi mtu huyu, unajua Cristiano anasema. Sasa nikienda na huko Kisii na huko ndani ya ushago niulize mtu unajua Kaluma, watashangaa Kaluma boy ni nani. So mtu asiwe kudanganya wewe ni celeb. Hakuna mtu yeyote, ni venye tu wa Kenya ni favor tu tena ya Mungu. So manze, mtu yeyote alitoa shilingi yake 10, yeyote ulitoa, Mungu akubariki sana. Mofam, thank you so much. We make sure wase wamepata kitu wanahitaji for now. Lakini hapo mbele kumalizia nyumba, lakini Karuma hapo kwa shule lazima urudi shule. Sawa sawa? Nyumba God willing itaisha. I promise nyumba itaisha. God willing, kwa mipango yake Mwenyezi Mungu. Alright. So kwenyu na tutaifufulia tu kwenyu, God willing. Thank you so much, mubarikiwe na mulale fit. Okay. Can we do this before tuendelee, niwaulize swali. Tunaweza uliza kama kuna mtu wako hapo anaweza support familia imalize hii nyumba individually. Watuambie. Hatuambii watu watoe pesa na hakuna mtu amesema watu wachange. Kama uko hapo, namba yangu ni inbox, mimi nitakuja niambie watu. Si ndio? Waniambie ni aje, mimi nitafanya. Kama huyu mwenye amenitext akaniambia tunataka, usiseme hivyo. Nyumba leo hatuwezi bro. Nimesema hivi, hakuna project tulianzisha itasimama. Hakuna. Na hakuna mtu anaambiwa achange anything. Nauliza tu watu ambao wanaweza kuja watupatie hizo vitu, nyumba imalizike au watu waendelee vizuri, the rest watasolve. Kuna shida na hiyo. Alafu kitu ingine, kijana atupatie accountability ya vitu ambazo zilifanyika, and then we are done. Can we agree on that? Hiyo iko sawa. Na niko na point. Najua sijapata nafasi ya kuongea. Unanisikia? Yeah, so mimi nasema Chris unaweza jimute, uko na echo. So mimi nasema hiyo mambo yote tumesikiza, na I believe ile kitu ya maana ni ati tulikuja hapa kufanya nini? MC Chris aliturudisha hapa kufanya nini? MC Chris nisikia akisema anataka kujua the reason why familia ya Kaluma ili to cut off. Unaona? Kwa nini walitutoka wakaamua kuenda kivyao? That is the main subject yenye tuko hapa sahi. So, nimesikiza haya mambo yote na nimesikiza huyo mzee anaitwa Mofam. And he's a good guy. Na amesimama na hiyo familia. Hata hiyo atakupeana plot yako. Regardless ya mambo yote yenye mambo sijui title nini, hizo ni vitu zinaweza solvika baadaye. Lakini as long as yashapeana, I believe hata yeye anataka kuharibu brand yake, apeane kitu yenye iko. So, we want to know this before hata tujue mambo mengine yote. Tunataka kujua hivi, hii disconnect ilitoka wapi? Kwa sababu there is a disconnect between familia ya Kaluma na hawa watu
wenye wako within akina Mofam, akina Bishop, because tell me why Karuma ni yeye sahi anakuja hapa tunapandisha Mofam na Karuma kuongelelea kitu sijui accountability of which we know very well hata hii account yenye Karuma alikuwa na control haikuwa yake, ilikuwa na mwenyewe. Una get? Kitu cha pili, kwa nini tunasikia kuna mtu ana whisper huko kwa Karuma akiambia kwa nini msijitokeze wazi? Because we feel like tunafichwa. Hii mambo yote tunaweza maliza, lakini kuna kitu tunafichwa. Nini hii tunafichwa? Aya, Frankie, pole kwa kukati. Nimepigiwa na Mofam. Mofam. Yes. Aya, wanakusikiza, ulishuka. Hebu waambie venye umeniambia. Nasema yes. Waambie wanakusikia. Nasema title ya baba ya Karuma. Nimekonfirmiwa na watu wangu wa ofisi. Imetoka, kwa hivyo hiyo title itaweza chukuliwa kwa ofisi kesho asubuhi. Iko kwa jina ya nani? Iko kwa jina ya Sakare Kibe. Ni okay. Baba yao. Sawa, wamesikia. Alright, mumesikia. Pole sana kwa kukata Frankie. Endelea. Thank you. Now, tulikuwa tunauliza aje. And you see by the way, unaona hiyo title imetoka. Ina maana support yenyewe hawa watu wamesupportiwa, it is very genuine. But now we want to know hii disconnect ilitoka wapi? Before sisi hata tutokwe zamani, wakati hii familia ili to disconnect sisi kama TikTokers, walienda huko JCM. Then wakakaa huko, then wakatoka huko. Now we want to know before you even sasa anza kuplan tutamaliza nyumba aje, what will we do, tutafanya nini to support familia tena, mambo kama tujue shida ilitokea wapi. Kwa sababu ni aibu sana for me, na ichukulia kama aibu kuona ati Karuma Boy amepandishwa hapa juu pamoja na Mofa mwenye amesimama na hiyo familia financially, ati wana kesi wanajibizana. Because mimi ni wakati nimesikia Karuma akiongea mambo ya sijui value ya shamba, walinunua shamba 300 na inafaa 500 inafaa kuwa 300, nilijua hayo sio maneno ya Karuma, like ni maneno yanatoka huko nyuma, like anaongea kutoka kwa kinywa cha mtu. Una get? So we want to know the disconnect ilitoka wapi? Kwa nini familia isijitokeze iongee wao familia wawache kutumia mtoto? Kwa sababu Karuma was a bridge ya kusaidia baba yake. Now that yeye ni bridge, haiwezi kuwa head of the house. Now, kwa nini tuna discuss Karuma akiwa hapa badala ya wale watu wanafaa kuwa hapa? You see? Tukianza sasa from pare background, sasa tutakuja kujua tutasaidia aje. Hii shida yote ilitoka wapi? Kwa nini Bishop hajakuwa akishika simu ya mama? Kwa nini ni Karuma Boy anatuambia hayo maneno? Kwa nini sio mama yake mwenyewe mwenye simu yake ingekuwa ikishikwa anatuambia hayo maneno? Those are the questions that we should ask ourselves. Kwa sababu tuna kesi hapa na mtoto ati Junior alikujaka kwa limelight. Sasa yeye tuanze huko chini, tujue boundaries pale kwa Muthigi, pale ground. What happened? Kwa nini hawasikizani na hawa? What is those questions? Sister yake yuko hapo. Tuliona sister yake wakati tulikuwa tunawasupport. Huyo sister mkubwa. At least anaweza ongea on behalf of the family. Ama mama yao. Mzae haezi ongea for now. Hatutaki kukesi na mtoto, tunamuuliza maswali, tunasikia ni kama maswali hata amepanic, haezi jibu. Unaona? Ni hadi maneno yenye amekuwa akiongea ni maneno yenye wamekuwa wakiongea kama familia. Of which kuna mambo fiche sana iko hapo. So before tufike pale kileleni sasa tuamue sasa ni kusupport familia tena. Maybe mambo kama haya of which I don't know. First, wazazi wako wapi? Hata huyu Karuma Boy. Huyu saa hii hata tukimbitisha statement. Na banki ilikuwa imetengenezwa na jina ya mama yake ama baba yake. Itakuwa bado gumu. Itabidi ametumia mama yake bado kwenda bank kuchukua statement. Mambo kama hayo. Not unless account ilikuwa ya Karuma. Na nilijua vizuri hata hapo amefikisha miaka 18 hiyo siku tulikuwa huko nikisikia. Now tutaanza wapi? Hii disconnect ya Mofam na mama Karuma kwa sababu haiko. Hii disconnect ya Bishop ilianza wapi? Sasa tukijua hapo, sasa kwingine kutakuwa rahisi kusolve. Lakini hatuwezi fanya roofing ya nyumba na ground utiona kitu ya kete. Tunafunga shata na Muthigi gutire wa nyumba. Muna get?
Tuanze hapo tujue hiyo disconnect ilianza wapi sasa, na mwenye alikuwa na whisper kwa hiyo nyumba pia tunataka kumjua ni nani. Tulikuwa tunamsikia, tujue yeye ni nani, alikuwa anaongea kama nani, na kama yeye ndiye sister yake akuje aeleze watu huyu ni mtoto for me. Hii statement ya ati tunafaa ati mtoto ndiye tunauliza maswali. Tunataka the head of the family. Tukianza kuuliza haya maswali hivyo, then mambo mengine itakuwa sawa. That is my point. Before tuongelee kitu kingine, familia yenyewe ekoro na mwareleria mwali wa thirikari Isaac Mwaura wakwa nyino oke atwareleria tarikio. Thank you Frankie. Githaiga? Yeah, nilikuwa nataka kumwambia tu asanti. Chukua mic ama you can give it to Askofu Auka. Kaluma Boy, I hope you've taken note. Kuna watu wengi sana. I was one of those people who are concerned about the whispers because we could hear the whispers very clearly. Sikutaka kuongea because I wanted to listen more to the whispering person. Ndio maana sikuuliza hata watu wakiuliza comment section. Alafu pia mimi Chris, kuna kitu ambayo Frank ameisema na nilikuwa naona kama nitakaa vibaya nikisema. I don't understand. We are talking about a young person who is not even 20 years. We are talking about millions of money. Nakumbuka mpaka hakuanga anakubaliwa ati yeye atakuwa anaguza pesa yake mpaka ya brand. Alikuanga mpaka afunguliwe company because we all agreed that he was a kid. Now today we are hearing that Kaluma Boy is the person who single-handedly, yeye ndio alikuwa analipa mafundi, anafanya nini? How genuine is this? Akisema ni yeye alikuwa ana withdraw pesa, ni yeye alikuwa analipa fundi, ni yeye alikuwa anaitishwa mamilioni. Did they all as the family agree to leave Kaluma? I mean, hata sisikii sister yangu alikuwa ndio mwenye account. Did they all agree to leave Kaluma to take care of the 2 million? Otherwise, in the spirit of moving on, hiyo ni maswali yanaweza jibu hata siku nyingine, but hiyo ni maswali nilikuwa najiuliza. Tuendelee, Askofu, chukua microphone. So guys, after the back and forth of Kaluma Boy and Bishop Ben and Mofam and everything, nimekuja kujua shida iko wapi. The thing that they are asking is each other is that Kaluma Boy anataka ile shamba ambayo walinunuliwa na ile nyumba ambayo wanatengenezewa iuswe. So apparently I'm told that Kaluma Boy and the mother are pressuring akina Mofam to sell the land and the house that they were being built ama ile wanajengewa enye wanakaa kule Chaka. Now the problem again, the father of Kaluma Boy and the sister do not want the land sold. Hiyo ni ile udaku tunapata huku online. Not online, verifiable, kitu trustable udaku. So apparently Kaluma na mama wanataka wauze shamba, lakini the dad anasema abadan katan. Walikuwa na mkutano na akina Mofam na wakasikisana waende wakwe na mkutano mwingine leo. As we speak, wako mkutano. They are trying to convince Kaluma Boy that it is not wise to sell the land and the house. Maoni yangu ni hii, maana siko kwa hiyo mkutano lakini najua mtaona hiyo video. Abieni Kaluma Boy tulichangia baba yake mgonjwa. Hatukuchangia yeye. He is a man, he has all the energy. That house and the farm ni ya baba yake. Baba yake ndio anafaa kusema kama inafaa kuuswa. Actually Mofam, it is actually disrespectful to sit down with the boy to discuss about the sale of that land when his father is still alive. Yeah? Hiyo ni kugawa mzee. Hiyo ni totally disrespectful. Na mkubuke hiyo pesa ni pesa ya Mwigi. Kama mnataka kuuza, muuse, mturudisie mtu sirigi 20 yake, sirigi 50 yake. Otherwise it is totally improper. Na Kaluma Boy bana, fikiria about your future. Don't be pressured like a small girl. You are a man nani. This is about your future tafadhali. Kama baba anakataa, ni anaona hado, kuna kitu labda anaona na hamtaki kutuambia. Otherwise, guys, what is your maoni? Should Kaluma Boy and the mom sell the land that they were bought na ile nyumba ambayo walijegewa? I am told it's 90% done. So, I don't know kama ni 90 ama 95, but they have even moved in. So, guys, what is your maoni on that? Mori mamu akaruma ugienda guikara ko tondu ukurakirwo kwina heho nigetha muthiru ndakaigue heho ona mangiathire maramagure cia 2,700 ri na makeri mutumia ucio ndangiri handu hanene muno thai gwira kuria Chris atiriri ni ngoria Chris najua unanisikia na najua unakupia simu katai Chris tokwa itina kwenda kuria Chris atiri kuria ndenda kuria Chris ungiwa mamu akaruma boya kwenda ikara shakai tungiwa no ikara kundu wakirwo nyumba taramenya uri urauga na mwambia the reality tu ndungiwa no kwenda ikara shaka
utari uria uwi na ona ngwicire gitumi kia mutumia ucio gerenda kwendia mugunda ucio tondu nduri na taito nigetha araugite acokerio mbia ati na mofa mwaka gwa njikarite haha ni ngugucokeria mbia acoka auga ati mugunda ucio ke mwari na siro wa succession aretikira gucokia mbeca niki aramenderia mugunda atari taito ni kuga muthikiririe nyenderia mugunda ugikaugatio nake tutiekuwa ndeto cia gukomwo ni muthuri wakwa ngirwara ndi mundu Susan muthuri rwaite ihinda-inĩ ndi mundu no ngwenda kuigua wega twaria the reality ngwenda kwaria ciugo ta mutumia mugima ugikaigua mundu akiuga kwendio acokerio mbeca ti mugoroki mumutwarie nyumba ya ihiga akararagire he mundu roririe which through doctor roririe atiriri niki mugunda ucio ri ni mwandikanire agreement mofa mwaraugire ata arorio mugunda ucio wina title arauga atrias arauga ati marenda guthie ino itagwo special body edison niyo marenda guthie nega ati brought no ime anytime no aragire kuruta tondu Karuma menda kwandikwo na mamu wao no akoria atiri aregire gucoka haha muingiri nikio oria atiri Karuma ari na mamu ona baba no fatie kwandikwo title ndaumeria gitwira twita Kenyans thaa icio ri horo wa title ri koguo mutumia ucio ti muguruke kiuga mendie mugunda ucio macoke kwa ofisi thaa ici ena ke aramera magere mbeca iria no ndi macokerio mbeca icio njikarite kuu ni gukua andu ta matumbo kuota mutumia ucio umechaka tondu hekiri onete kundu kuu ona mugunda arameria yani arenda kwaria ta mutumia ugikaigua tarekei ndimure kaundu ngikaigua handu ndurenda guikara su thamiri yako yaikara mara hena itumi ona aterere Elizabeth ingikwira Jesu Kristo ateithagia Jesu Kristo iga akwira atiri ukira wi tware ndakwira atinde gukurumirira mo famu ya kuguria mugunda okage ati agurage farm produces irio ku produce au arenda akore maisha mao niki ametekerie kugurirwo niki matake mundu tari kununuliwa maga kugurirwo mareke atia makena mugunda guku thaya si wako na shamba ya majani wati na inao andu acio mena thina moigire kwa but why kwa nini walikubali ku control mena macani uthaya o uria mekaga mbere noguo mangiathi na mbere na gwika na Karuma yari mangienjereirwo nyumba ingi makirwo hau hari haraga arekwo agaragara na kuu na ikarika atena matuire andu acio mekuotia andu brother cia muthuri ucio na ni ma complainire brother mama Karuma boys kiza wathire kirathi kiamba ugikirwo bifu mutwe ukiuta gitamba kia Kenya benjaria initoke yarakeri arutirwo na matharo agikirwo ya koi muririkane ugu arutirwo kanitha yarakeri wakorire nginya ni na ndira blame mofam na ndira blame bishop ni ona ndikia ko blame ucio the Karuma family todo mamundu aliona direction yake uri kuoya no makiona maisha manene Madia munipea roses guys munipea roses wega wera kwa umaga na mucie soso wa Karuma nderirwo horo wa harambeo ida wa Karuma ni matierirwo wega umaga na mucie matakire na mbia na mutumia uyu acokire mucie aigua kwi harambe alikuwa anakaa kwa alirudi no tare wora njikaraga thani kuo gwito na ni kuo nditha tungiuka hata gukura umio na Eliza ndiye ndora muthenya ono omwe suona ndiye ndaima kura ndahikite uko no kwetika ndiye ndora riu tondu mutire nake ri tutingiuka micii ni ndogo nie tia micii ndikwaria wa Karuma onenda kura rucio ni ore Wabe twetekire uko kwa turaria haho wambia na nie na njugire ati tukire ku analyze TikTok nyamu yo ya the recordings of yesterday sagiro pesa kale kwa control bias yake ni ngoja tu ebu mama suri atu nyamaza tu ni kwa uronire kairetu kana kana hothe ngo beta tare gakeruga ke mutumia wacha niongee kama mama yarekira wega muno ni matira ni mogire mda mama babukire ngoja kwali atiriri na mode kodi ngoja kuga atiriri moja ngira ta Elizabeth TV moe milioni yanyu muleke ndigwo na milioni ino yanyu ndari amegata bwa mujatesa kwa kwa beso ndo kidie muthuri ogora bro tondu thina okira rere su itu ni okira
thina okira riri mwahe mbeca ni ta Kenyans ukagia andu angi akubangira ni mwahe mbeca kaimune kana ndi hakiri kana nditeithie kana ndirugamie na riu nekei okore nyumba uria ndireka kisa nini seme okore nyumba ya maratathi breke tu itone gukira nyambe ngerie mami uma wa baba Jude nä kä wera nä waratira gå kå negenea na ndå ramuona må miuti aretwo atä Wanjirå Jude å aria kå rä a akä kå miuti nä araria nä tona ika wega akä aria kuga atä rä rä kama Kenyans å rä a tumia agima twä na mä aka ya kwä heo gä tä o ngwäcia niä ta Elizabeth Mwanjangä ra kau karoga nä aonire tå bia twake na ndä rakä ndä ona atä rä angä mamå ragå ra ngari angä gå ra gä kä no nyä ko ndä enda kå ria cia karoga ndangä å ka kå hara karoga waheo mbeca nä Kenyans tiakorwo nä må ndå wä kä ona thiä na haki ciaku na må tumia yaku na bamä yaku ikare thä å menye å renda gwä ka atä ona mamu akorwo nä mangerirwo chance na må thuri wake tondå nä macoka nä makagä a ndå gå mbia nä irä ndå gå ya må ciä mangä ikarie thä ta Kenyans na ciana ciao mauge tondå baba nä aiguaga heo kå na kwä na heho ä no tå thiä bå rå ri wa å rugarä tå gå re gaproti twake to mwaka maikare må gå nda no ikare proti ya 50 by 100 na hote gå tigia mbeca no harä a hagwire kä geranio nä kanitha yatakire niguo andu mendie migunda twarie the reality ni ngwenda kuga u twakorwo twi tiktokers we mko we pastor we herani na tiktokers oko kana ndikwenda kwakwo giko undu ungi mundu agiaritwa social media ni wenda gwitanio nake no ri arari thina tutira kuonaga twina andu aingi marwarite tuwi moka kuya platform ino yakwa ndi mahe mbeca mathie thibitari na me makanitha macio me kanitha-ini icio ni marwarite ni mauta icio cia 10 no ria marwa maoka tikwe Elizabeth kurira thimu ndi murau ni ndawanya ndi mucii njethera kana onyo ne oteithio gwaku ngwenda kuga atiriri nie ngenda kwaria horo wa kanitha irogame mwena uri uri no ko muna andu mendege indo cianyu thi mwethe na kumugethe wira ti kuingiria tiktokers na maretwa manyu ni muratwitiria muno ithu na nikanie ndiroka go saluti Naomi Gathoni Naomi odamri ora na bia cia kwihenya itheri kiuga bange tia gubangirwo mediai niguo ndamurie kanyanga kubwa pesa ni yako heni ndeke Elisa asa no na MC Chris akiri andu aingi muno nyumba acangithagia platform na agakanyumba na tukana akagura handu na agakira mundu koguo no eko ni MC warekereirio karuma ri ni angetorita kamwana kau kundu kuraya muno na tutingigwete fituko haha andu akatwarire JCM nä twa makania kå ingä rä ra indo cia tiktokers mareke tiktokers meikarie kuga tondå thaa ici andå marakä aria ona må ndå å ngä angä kanateithä ka ndå kanetä kä re ngumo ä kå nine tondå reke ngwä re kiburi yenye unapatanga ukishaona umepata sifa that is what makes people fall and fall very bad ukeriganä rwo harä a umä te ukona nä waingä ra kä rathi kä ngä ukambĩrĩria ku disrespect nginya andu aria maguteithirie ukionaga ti andu na ndungimariria wakinya hari iguru ukariganirwo atiriri gitamani kigarurukanagwo no kama fatara ringi thank you watu pia waache kuwa wana trust makanisa mengine si mazuri ugekira andu acio na ndumoe no ugikua to muthi family no yo ngiguthika kendo kia mbere andu anyu ni wandu abata muno ona ko no wacenjerio ritwa hiyo kitu tuache hiyo kiburi Elisa we muciari mundu acangirwo ane indo ciake amanege kemwe ndire muciari ucio ni mwana wake ni akuone ngari na ndegwa coco ucio mwana ndoy kuria thire mutumia ucio ndatora na maithori ariraga na mukaga kirathimo ni kuthia ciari anyu akendekie coco wa karuma atoiri ariraga mutumia ni hindi acoka tondu niguo acangwo ndaturaga mutumia ucio namenya kuria mwana wake ikaraga ndari thayo reke indi mwire na ndamura wega umaga na mucii maithori ma coco brother ya karume ya ithe wa karume okire keri andu makiwa no wirwe naguo ni ndi murona ciugo ira muthuri ucio aria atona matini foveto mathiki haro kiu giathieto kuu gekagirwo harambi batiarete wewe muciari ri we muciari wonete mwana waku ni ukane kuona ni athire mutumia ucio toraga na na maithoro etazomeka na muriu ni agacoka eithe ithanduku kana emuoyo muciari ugagatire kainjiri atumia muciari ugagatire ni nguona kana ni megwiteithia na icio mbeca eta mamu wanyu na kono waracirio anye gikombe giki kia kiria kurathime eke oguo akurathime
Mũciari waku Ona one involve one family. mũgoroki no na tareke ndĩmwe example thaa ici tari Wairimũ Moya ni ana strangers. Wairimũ akarango thaa ici ngĩgĩa kana rĩ kana kaguo gagĩtũra kaugĩte Wairimũ nĩwe mamu wao nĩma koguo rĩ andũ nĩ mehirie mũno nĩ kweherania thutha wa Karuma na family yao hau mũtumia ũcio ndambire agĩkawega hamwe mũmune mũtĩ andũ matarĩ karĩko matithiaga rũgendo reke ndĩmũre nĩ Biblia yuga ati njugaga Wambia andũ aya mathire rũgendo matarĩ karĩko na family gũtirĩ ndĩ mangĩrĩkĩrĩria wega. Hi Sudan. Na ni ndega atiriri ndienda kwaria cia gukuma uthaya kana cia guthina kwi ndenda ku postmortem. I want to postmortem rugano ruru rwa hwae rwa kuma mwena wa Mofarm na wa mwena wa Karuma uria wathiete mbere kana mari na kirumi kana matige na kirumi kana mari na kirumi ndungimenya but what happened from yesterday. Me I want us to dwell on uria kurerirwo Mofarm micigo cia Mofarm to icio nicio tungeta gu substantiate ciugo cia mundu gwitwo atia mundu gwitwo Karuma tondu ucio nicio tungeta mangi ma cucu ni igire kando igite tutioi toni na ndi kimoi kwaria ma na ngona mahitia magutwika ati ndathikiriria uhoro wa mwana ucio ni aratwarirwo maundu-ini maria atangiahotire ku manage kindu kia mbere mwana wa miaka 18 ona Eliza wina mwana wa miaka 18 ujire responsibility ria ungimunengera kwaria ma mundu andu aria mari agima hau ngoina mahitia makwa ni maya uhoro wa mbere ni tiktokers ukirutwo gwi tiktokers gwitwika na JCM ikidaka ira taking advantage the situation tondu mena fatana viewership mena fatana kanitha iyure mena fatana ngumo cia uya makioi haya makioyo ya JCM moyo meje tiktokers maituka ni matuka invited mute Jude no igwa ruwe na kuria thiini na niaranegena Jude ka bobu mama tukiria na order niki Elizabeth da kwe my na kiria na amani akabika yabekera uthikiriria kuu tondu uranegena thina mbere riu ngoda ona mundu uranegena ni Jude na thiini ni eko ya bedroom riu ri Leo ne BK gaga kajoke gaga ne BK time ndakwarĩtie mũndũ wĩna mahĩtia nĩ Jude no aranegena. So what I was trying to say is BK you have request TikTokers macanga tũbeca wega na twacokanĩrĩrio o tũrĩa twacokanĩrĩrio rĩ we nĩ kĩndũ TikTokers nĩ andũ anini nĩ young people nĩ andũ mena people who have gone to enough school nĩ mangĩahotire kũmanage mbeca icio cieheretio o gĩcagi ũcio mũingĩ na nĩ matingĩanegerire nĩ mangĩaikarire thĩ na family maige maũndũ priority yarĩ mũthuri ũcio ambe ahone muthuri ucio ona ahona ri then from there ri riu kumenyo the other kumenyo matikire nyumba kumenyo matire migunda riu maundu ma mothe moya ni ile project ta 500 atago na maundu ma mothe magarurwo nia tondu guti iyo tio yari intention ya tiktokers matiari hogwaka ona wa imani agioka hano atwire what was the tiktokers plan the initial initial plan ya tiktokers yari ri tuteithie Karuma mpapa wa wahone tumutwarire thibitari. You get it na naona muthuri ucio Eliza kona uririkana nginya ni improve it to some extent nginya tukona ni arahota kwambia gwitwara so mangiatwarania na horo ucio wa Karuma papa wa Karuma nginya hone undu ku undu